anaitwa nani, na umuulize Sheikhuna al-Habib Muhammad al-Arifi. Hii ni chansi ambayo, kwanza kwa taarifa tu kwamba nchi za Kiafrika zinazozungumza Kiswahili, Tanzania ndio ya kwanza Sheikh al-Arifi anayuzuru. Wallahi kwa ajili ya heshima ya Sheikh huyu, kuna watu wametoka Saudia hawakuambatana naye, wameomba ruhusa katika kazi zao, wakasema tunakwenda kumuona live akiwa anazungumza Tanzania. Kuna mashekhe wametoka Mombasa, tunao humu ndani kina Sheikh Yusuf, na wamepanda ndege Mombasa mpaka hapo, wakasema wallahi sitojisikia raha mpaka nimuone Sheikh al-Arifi. Lakini asiyekujua hakuthamini. Sheikh huyu ni mwenye kusikiliza maswali. Karibu sana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada, mimi naitwa Musa Kishashu. Kulingana na wasifu wa shehe uliotajwa hapa, ni shehe mkubwa sana. Sasa nilikuwa ningeomba tu kwamba shehe atufahamishe kidogo tu kuhusu hili swala la mwezi, mkanganyiko wa mwezi. Na imekuwa uzuri kwamba shehe amekuja wakati ambao kidogo tunaelekea kwenye mwezi wa Ramadhani, na yeye ametoka katika nchi ya Saudi Arabia ambaye inaonekana kwamba ni kitovu cha Uislamu. Kwa hiyo tulikuwa mimi ningeomba atusaidie kidogo kuhusu mkanganyiko wa swala la muandamo wa mwezi. Labda mimi niwaambie mashekhe kwamba Sheikh swali يكون حول الموضوع وهذا يسأل سؤال خارج. خلاص Sheikh anasema kwa sababu kashauliza bora tuseme. Huyo Sheikh يسأل عن اختلاف المطالع. فنحن عندنا كما هو معروف بعضهم في الصيام يتبعون السعودية وبعضهم يصومون مع أهل البلد. Sheikh atakubali hivyo, watakukoroga waambie masala katika kuzungumza Sheikh. Watakukoroga. Tushamwambia hizo ndio. Kabisa. Kabisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. الإفتاء عموما. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاختلاف في المطالع، هذا كان موجود من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان يحكم الشام، ودخل بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه دخل تحته أيضا ما غير الشام مثل الحجاز وغيرها. وكان أهل الشام أحيانا يصومون قبل أهل الحجاز بيوم أو يصومون بعدهم بيوم، وذلك لاختلاف المطالع وبعد المسافة بين هؤلاء وهؤلاء. فلا بأس لو كان مثلا صام أهل مكة قبلكم أو صمتم قبلهم بيوم بناء على أنكم مثلا ترون هلال رمضان قبلهم أو بعدهم. لكن الذي أنصح ما دام أن البلد له مفتي ويعني وفتواه للناس جميعا، فأنصح بأن يتبع فتوى المفتي إذا قال غد رمضان أو بعد غد رمضان أو نحو ذلك، فإنه يقرر هذا في الغالب بناء على بعض الناس من العلماء الذين معه، فأنصح بأن يرجع إليهم حتى تجتمع كلمة المسلمين جميعا. Vijana naomba mtege masikio, sikilizeni jibu la shekhe. Shekhe anasema ya kuwa ikhtilafu ya kufunga haikuanza leo wala jana, toka zama za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo ilifika sehemu kwamba miji ilipopanuka na ikawa mbalimbali, watu wa Sham wakawa tena hawako tayari kufata muandamo wa watu wa Maka na Madina wa Hijaz. Ikawa kila mtu anafunga vile anavyoona yeye katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho Sheikh anasema yeye angelipenda kukuhusieni nyinyi. Kwanza kawaweka wazi haya mambo toka zamani yalikuwepo.
Hilo la kwanza. Ina maana hakuna haja sisi kuchukiana, kugombana kwa hili, kwa sababu hata wao hakuna pahala panapoonyesha kwamba pamoja na kutofautiana kwao, pamoja ni wanafunzi wa Mtume, lakini kuna sehemu walishikana mashati na wakatukanana kwa hili. Hilo la kwanza. La pili, Sheikh anasemaje? Kwa kuwa nchi ina mufti ambaye ndio kiongozi mkuu wa Waislamu. Mufti ni kiongozi mkuu wa Waislamu nchi nzima, popote pale, awe wa Saudia awe wa wapi, ndio kiongozi mkuu wa Waislamu. Na kwa vyovyote mufti lazima atakuwa ana jopo lake. Haiwezekani mufti akakosa jopo la maulama walioshiba. Anakuhusieni kwa kuondoa tofauti, kwa kuondoa faraka baina yetu, tumsikilize mufti pamoja na jopo lake, bwana wa chuoni, kile ambacho wanakubaliana na fatwa ambayo wanakupeni. Nadhani Sheikh amemaliza kujibu swali hilo. Huyu bwana